Leo mtoto amerudi nyumbani. Leo mtoto amerudi imbwelegu haya mtasungwa haya Mnafahamu harakati za mtoto wenu toka 2020 na mmeziunga mkono kwa 100%. Mmenishika mkono wazazi wangu, mmekuwa na mimi mtoto wenu, hamjaniacha. Mungeniacha leo nisingekuwa mbunge wa jimbo hili. Kwa mimi nabarikiwa kuona wachungaji, wazee, wakina mama, viongozi wa chama na serikali, kila mmoja ambaye amefika hapa natambua uwepo wake. Niliomba nafasi 2020, niliita wazee na wachungaji baadhi, nikawashirikisha, wakaunga wakanibariki, nikaenda kupambana. Sikupata nafasi, bado nilirudi kwao kuambia wazee wangu sijapata, lakini sio mwisho wa safari yangu. Wazee mliokuepo mnatambua hili nalo lisema. Lakini 2021 mnakumbuka nimeanza harakati zile zile za kutafuta nafasi hii. Safari yangu ilikuwa ndefu kidogo. Mzee Mwangwanda upo? Barikiwe sana. Katibu wangu sawa bwana. Mchungaji wangu huyu hapo. Siku moja niliwahi kuhubiri ni siri yangu, lakini yale ndo haya ambayo nimesimama leo hapa. Barikiwe sana. Wachungaji wote hawa hapa, wote wamefanya kazi kubwa. Marafiki zangu wote hapa, kila mmoja, na wote nilipokuwa nakutana walikuwa wananisemea mimi, Mzee Kivanga, uko na mwalimu Arusani? Mwalimu wangu aliwahi kunitandika fimbo hapa za kutosha, lakini alikuwa ananisukuma mbele. Bila zile fimbo nisingekuwa mwalimu. Nimefanya kazi ya walimu na miaka 4 nikaacha, nikaenda kugombea ubunge. Leo ni mbunge. Kwa hiyo watu wa nyumbani, baba zangu, Igamba nimezaliwa Igamba. Ndio maana wana Igamba wote wako hapa. Lakini wao wanatambua nimezaliwa kijiji hiki. Ninapotafuta mkutano wa kurudi nyumbani lazima nitafute pale nilipozaliwa, kijiji kile nilichozaliwa. Kwa hiyo sije ukasema mbona hajaja Zerezeta, ni nyumbani Zerezeta. Mbona hajaja Igamba, ni Igamba, ni nyumbani. Mbona hajaja Mbozi Mission, ni nyumbani. Mbona hajaja Mbuga, ni nyumbani. Mbona hajaja Mwanda ndo nyumbani, na nimezika babu yangu pale. Mbona hajaja Msanyira, ni nyumbani. Sasa Itepula nako ni nyumbani zaidi. Sasa kwa kuwa wazee wangu wako hapa, nimeona wote kutoka Igamba, Zerezeta na Mbozi wote mje hapa. Msikie neno la mtoto wenu. Leo mimi nimerudi nyumbani kusema asanteni sana na kuwasalimia. Mmenipigia kura wazazi wangu, mmeniombea na washukuru sana. Bila maombi yenu nisingekuwa mbunge. Bila support yenu nisingekuwa mbunge. Bila baraka zenu nisingekuwa mbunge. Bila maombi yenu na kila kitu, mmenisapoti kwa hali na mali, na shukuruni sana sana sana. Nasema hili kwa wakubwa na wadogo, ndio maana hata watoto wako hapa wanamfahamu Onesimo mwanzo mwisho hao. Watoto wangu nawashukuru sana. Mimi leo ni mbunge na wewe utakuwa mbunge, kasome sana, sawa Mwewe mwasali pamwe. Ngapinti uli. Usiyu kasema mbona haja tuchinjia ng'ombe. Ngapenda kuziaga kuishi mara moja ishi. Mmenichagua jana. Kama ningekula ng'ombe tungekula wote. Tunakunywa pisi tutakunywa wote. Hapo liko kapata beha nao mwewe. Niseme nisiseme? Leo hii tena nimerudi kuwashukuru kwa kunichagua, lakini leo hii tena nimerudi kuwaeleza machache, alafu nina muda mzuri. Huu muda nitatumia kupata masunde kuwasongo na kuwachungaji na maombi na baraka. Mwanawe tusogola kumbombo. Hivi mtoto wenu toka niape kama nilivyoahidi kwamba nitakuwa mbunge wa Mbozi hii. Nilipotoka kuapa nilirudi hapa na niliahidi nikatekeleza baadhi ya mambo. Nimenunua gari moja mpya na lililokuwepo nikazitoa kwa jamii zote mbili.
Kwa Mbozi tuna magari mangapi? Mawili kwa mpigo. Na haya wachungaji watayaombea, wazee watashika mkono kwa kuyaombea ili aendelee kuisaidia jamii. Na leo alikuwa na kazi, nikasema kwa leo mnaomba mtuie lazi abaki hapa. Makatibu wangu kesho wameshaomba Magamba. Kuna wenzetu wampata msiba, nimeshawapa gari moja. Kwa lingine kama wengine wataomba wapeni. Lakini gari hizi ziko bize usiku na mchana, haziwezi kupumzika. Kazi yake ni kutusaidia kwenye matatizo jimbo la Mbozi. Nikiwa naomba nafasi hii niligundua shida za wananchi wangu, pamoja na barabara ambayo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inanipa, pamoja na hela ambazo rais wangu Mama Samia Suluhu Hassan amenipa za kujenga kituo cha afya pale Igamba milioni 250. Nimemweleza mheshimiwa wewe na mtendaji wangu diwani. Nimeuliza kwa nini kazi haiendelee pale, na kiongozi wa chama anashangaa kwa nini kazi haiendelee. Mmesema yule fundi amekimbia. Sasa yupo mwingine ambaye mmempata. Mimi naomba kazi ziende. Hatutaelewana na watu kwa kweli. Napenda kuona kazi zinaenda. Rais ametupa hela, kwa nini kazi zisimame? Tunataka muda wote kazi zifanyaje? Ziende. Na hii iwe salamu sehemu zote Mbozi, ambapo mama yetu Samia Suluhu Hassan, serikali imetupa fedha, wanajua kuna hela. Naomba kazi zianze mara moja. Tutafuatilia miradi yote ambayo ina hela ili kazi ziende. Sehemu nyingi pesa zipo. Kwa waheshimiwa madiwani wangu wa viti maalum na shama, mko hapa kamati za siasa, kazi yetu ni kufuatilia ile miradi isilale. Kwa hiyo mwenyekiti, umeuliza na wewe wa chama kwamba vipi pale kituo cha afya, ni fundi bwana ametukwamisha. Kwa hiyo tunaomba sana kazi iendelee pale kituo cha afya. Akina mama anataka waanze kujifungulia pale vizuri kabisa, wapate kituo cha, wapate huduma zao. Mimi sitaki baba zangu wapate shida, na gari lao lipo. Wakiumwa wanaweza kujiwekea mafuta wakakimbia hospitali wakipata uchungu. Mama zangu endeleeni kupapa tu. Tena usikatishe kuzaa. Huyu Nanzoa angesema na watoto 3 2, mimi nisingekuwa mbunge. Alizaa mfululiza akapata watoto 10, katikati watoto 10 akaokota kamoja, na endelea kuzaa. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa elimu bure, wewe unaogopa nini kuzaa? Na zingine ukishindwa njoo kwa mbunge, niko hapa. Halo? Si tunaelewana jamani? Kwa hiyo hizo gari, waheshimiwa wachungaji, baba zangu wachungaji, wazee, ni za kwetu kutusaidia kwenye matatizo. Hatukifiwa, hilo gari linakusaidia kubeba mwili wa ndugu yako. Tunafahamu gharama za kubeba mwili. Ukimwambia mwenye gari nataka nibebe mwili wa mwenzangu, wa mtoto wangu, wa ndugu yangu, anakupiga bei. Tukishafariki sijui tutakuwa wazito, hata sielewi. Ndugu yangu mmoja juzi lianda hapo, akapata msiba, akafiwa Morogoro. Wakamwambia milioni 1 sio laki ngapi sijui. Unaona gharama hizo? Kwa hiyo nimetoa gari hizi ili baba zangu waache kuuza mashamba, waache kuuza ng'ombe, waache kuchangishana na michango ya kwenda kusafisha ndugu zao. Nachotaka mchange na au litoe 1000 mkasafirishe mwenzenu. Hizi gari zinafanya kazi kata zote. Itokee tu siku hiyo umepiga simu zina dharura. Lakini mbunge toka niape sijaondoka hapa, nashughulika na shida za wananchi wangu hawa. Kata kwa kata. Baba zangu mkiona nimechelewa nilikuwa nahudumia. Au mlitaka nije kwenu kwanza? Si mlipenda niwahudumie watu? Ninyi mmenizaa, mmewazalia wengine. Mmewazalia watu wa Harungu, mmewazalia watu wa Shiwinga, watu wa Isansa, Itumbi, Magamba, watu wa Bara na Mbinzo, watu wa Itaka na watu wa Mlo. Hata nje ya Mbozi mmewazalia huyu mtoto. Mtoto wenu nitawatumikia. Mimi leo nimekuja nyumbani kuomba baraka numusunti. Basi ishi ni nzile. Natamani niseme mambo mengi niliyofanya. Na sisi ni wakulima wazuri. Tumepambana soko la mazao mahindi. Sasa hizi mnafurahia, si ndio? Yalikuwa 40 ngapi sijui. Yalikuwa 50 ngapi? Sasa hizi ngapi?
70 ngapi? 72. Tunawasiliana na mamlaka ili muuze mazao yetu kwa bei kubwa. Mlikuwa mnauza wakati serikali haipo kazini. Toka serikali imeingia kazini yanapanda vizuri. Na zao letu la kahawa naomba tuende kufufua mashamba huko. Tuende kufufua. Unaona mbuga zile? Mumba na mashamba mule. Mashamba miaka hii yana faida kubwa. Tunapopambana na soko na nyie endeleeni kupanda kahawa. Mbozi ni ya kahawa. Nataka iendelee kuwa ya kahawa. Endeleeni kuboresha kahawa. Alafu msiuze kimagendo magendo. Kuna watu wanauza kimagendo magendo alafu wanakuja kusema mbunge unaona watu pia. Wewe una mkosi yako ambao unaweza kuuza kahawa. Kauze kahawa na mkosi yako. Sio mtu anakuja kupita pembeni na kudanganya, unaenda kuuza, mwisho wa siku ampewe hela kwa wakati. Igamba we.